Rais wetu ametuma umbwa zake zinakuja huku zikibweka bweka. Inafanya mikutano kibweka bweka. Mimi naambia rais, funga umbwa yako mdomo kidogo watu wafanye kazi. Ama namna gani? Hata ukikuwa na umbwa ambaye ikiona giza inabweka, hiyo umbwa tunafukuza. Hawa wamedanganya president kwamba yeye kukuja Trans Nzoia lazima wafanye mikutano, atuwatengeneze ground, waambie wao karibisha president. Wanaenda kudanganya huko Nairobi, anatembea amesema Ruto asikanyage Trans Nzoia. Mimi nakataza president kuja Trans Nzoia, na Trans Nzoia ni njia yake. Mimi namkataza namna gani? Yeye akuje, si ndio? Na mimi nitaamuka niambie Mr. President, tulichaguliwa siku moja. Mimi nimefanya hii. Wewe umefanya nini Trans Nzoia? Hiyo ndio maswali mimi nitauliza. Kama wanaogopa hiyo mwambie asikuje, lakini akikuja atajibu maswali. Hiyo nayo atajibu. Na mimi siwezi kutoroka. Hata akishuka kwa ndege. Rais wa Kenya haikuja na Trans Nzoia, anakaribishwa na rais wa Trans Nzoia ambaye ni mimi. Watu wote hao vibaraka hawatakuwa hapo, watakuwa kwa line huko nyuma. Mimi nasema huyu ni Bokose, huyu ni nani? Ni Wanyonyi, huyu ni Bisau. Ni mimi huyu ni Amizi, ni mimi nitasema. Katiba nasema sio mimi. Ni katiba ya Kenya. Rais ako na baraza la mawaziri, niko na baraza la mawaziri. Ako na ma-PS, niko na ma-chief officer. Ndio? Ako na mabarabara stato, mimi niko na transport hata kama ni moja. Laza tofauti iko wapi? Wala ambao wanakasirika na tembea kiongea namna hii, bado wako na akili ya KANU kabla tupate katiba mpya. Mambo ilibadilika kabisa, watu wangu ilibadilika kabisa. President yako na bunge, mimi niko na bunge. Ako na speaker, niko na speaker. Sasa mkiona watu wanatembea hapo wakisema natembea wanachezea president. Na mimi I'm not in the league. Mimi aliko kwa ligi yao. Tumeelewana? Wakati wanakuja kutengeneza mdosi yao ili aland, mimi nangojea yeye na mkaribisha ama namna gani? Sasa yule ambaye anataka kujibizana hao watu wote bila wanaongea matope yao, Obed, si ndio? Waswa, Bigul, Hatundi, ongea na hii watu ambao ni rika yenu, wale wanakuja hapa rika yenu. Na tembea yuko kwenye hiyo ligi ama namna gani? Mimi niko kwa Premier League. Mimi ni Arsenal, ni Manchester United, mimi. Sasa nyinyi watu Arsenal inaweza kucheza na Kalwenge United? Bana. Tumeelewana? Wamama wanasema wanataka mbegu yangu maana inazalisha. Hiyo maharagwe ambayo wao mnaletewa, jaribu kwenda kupanda, umwagiliwe maji yote, uone kama itamea. Hiyo maharagwe ni tasa, inakuja na laana mingi, msikubali hizo vitu. Tumelaana watu wetu. Jambo la mwisho, wakati wa serikali ya Uhuru Kenyatta, wamama walikuwa wanaenda hospitali, wanajifungua na linda mama, hakuna matatizo. Kuna linda mama saa hii. Mambo ya elimu mtihani ilitoka juzi. Wazazi wanaambia ati mtoto wako akipata ati amepita mtihani. Hiyo mambo hiyo Kenya peke yake, ati ndio kupita kabisa, hakuna mahali pengine dunia hii. Hii Kenya hii tunaenda wapi bwana? Nyinyi mnakubali maneno kweli? Mnataka tufanye mabadiliko? Watu wangu, siasa ni maisha. Nataka kuambia kitu kimoja, Kenya hii kwa sasa tuko na serikali ya William Ruto anaenda kusimama. Hawatafuti mtu mwingine kule. Sisi tuko na upinzani na tuko na wananchi. Tunatafuta mtu ambaye ataenda kupeperusha bendera ya upinzani. Tumeelewana? Itakuwa bendera moja ya Ruto na bendera moja ya upinzani. Hatuwezi kubali tukue na watu wawili watatu kwa upinzani. Atakuwa mtu na sisi tunapendana. Msidanganywe. 1992 chama cha Ford ilikuwa very strong. Mtu ambaye atakenda kuwa president anaitwa Jaramogi Oginga.
Wakati Matiba alikuwa ng'ambo, watu wa intelligence special branch wakaenda kumwambia watu wanapenda wewe kuliko mtu mwingine yote. Na kama unataka kujionea, ile siku unarudi Kenya utajionea. Serikali kamobilize watu ikajaza kwa airport, kwa barabara, kila mahali. Wakati Matiba anarudi, akaona watu wa majaa, akiambiwa support Jaramogi akakataa. Akasema watu wanataka mimi. Akashikana na Martin Shikuku. Kidogo Mwai Kibaki akaunda chama yake, akaondoka kwa serikali, akaresign, akaunda chama. Upinzani ilikupata kura 65%. Kura ya Jaramogi, ya Matiba, ya Kibaki ilikuwa 65%. Moi alipata 35% only. Kama ingekuwa saizi tungekuwa na runoff. Maana saizi 50+1. Sisi tunajua kwa sasa serikali itapanga watu wakuja hapa waseme vile wako popular, vile wako na Gen Z, vile wako na nini. Nia na sababu ni kwenda kupunguza kura ya upinzani, tugawe mara 2 mara 3 ili Ruto aweze kufanya nini kushinda sisi. Tukikaa pamoja, kura yetu kuanzia kule kwa mlima walipatia Ruto 47%. Yote imeenda. Ukienda kule kwa kina Kalonzo, yote imeenda. Ukienda kwa ile kina Raila, imesambaratika. ODM chiko mara 3. Ukuja hapo kwetu magharibi, yote imeenda. Hata Rift Valley, tulikuwa Bomet juzi. Bomet watu wanalia mashamba yao yamechukuliwa. Hata ile kidogo ya serikali mwenyakuwa yote wanalia. President akienda kwa wakale, hapeleki maendeleo. Akienda Homa Bay, anapeleka stadium, anapeleka hospitali, anapeleka kazi. Akienda Eldoret ama Magericho, anaenda kanisani, the denominational prayers, kwenda kuachia pasta sadaka na wananchi wanaumia. Wote wako na sisi. Ile kura mnasema ya Ruto iko wapi? Hata kama ni kuiba kura, lazima ukuwe nayo kwanza. Iko wapi hiyo kura? Hakuna formula, hata kwa Masai hakuna. Tumeelewana? Mimi hata kama naweza hata kuamua niende kuwe president kama nataka. Nani watanipigia kura? Kwani Muluya hawezi kuwa rais? Na hata nikikuwa gavana hapa, hii sauti yangu mtakuwa mnaisikiza kwa meza huko Nairobi bado. Ama namna gani? Ni bora mnipatie kura hao jamaa wetu, tuweke kura yetu pamoja, tuseme yetu ndio hii. Tumepatia milioni 5. Ile milioni 5 inatulepatia haki ya kupata maendeleo ambayo habiai kupata tangu tupate uhuru. Na mimi ningependa siku moja huyo president akikuja hapa, mimi nimtembeze hii dunia hii. Ili aone barabara zetu zinakaa namna gani. Aone watu, aende kule ADC, aone nyumba ya staff houses ya ADC aone nakaa namna gani. Ama namna gani? Alafu watuambie kama sisi ni wa Kenya ama sio wa Kenya. Hawa viongozi wote ambao wanaenda kwa serikali, hawaendi kwa serikali ili ulete maendeleo. Ukienda kwa serikali sasa unaiba na hakuna mtu anakuuliza. Wala ambao hatuibi kama sisi wanakuja wanatukamata kwa sababu tunaambia serikali ukweli. Na mimi wanishike, wasinishike, yote na banana. Ukiniweka kwa jela, umeniweka nyumbani. Ya ilishtui. Na ukisema ukweli ambaye nasaidia wananchi, hiyo ni sauti ya Mungu. Huwezi pambana na Mungu. Mimi nimetokana mtu hapa saa hii, lakini ile ukweli mimi nimesema inachoma watu. Ama namna gani? Na itawachoma sana. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Kenya sio ya mtu. Ama ni ya mtu? Kenya hii ni yetu sisi wote. We are shareholders as the citizens of this republic. Hata mtoto mwenye amezaliwa Kalwenge saa hii ni Mkenya, ako na the same rights na the president of this republic. Hakuna mwenye ako na shares kubwa wala ndogo. Sisi wote ni Wakenya wazalendo, si ndio? Na hii nafasi ya urais inakuwa declared vacant. Kwa nini inakuwa declared vacant? Ili Wakenya wengine wote ambao wako na haja wafanye nini? Waingie. Ruto alikuwa anauza mayai kitambo. Hapo Leseru hapo Gende Eldoret hapo alikuwa anauzia mayai hapo. Alikuwa naamini siku moja atakuwa president wa Kenya. Lakini Wakenya wakamtunuku hiyo heshima. Sisi tumesema umepewa kazi ambayo ilikosa wasaidizi. Raila akakuja akakusaidia akakufa. Nani anakusaidia saa hii? Wote hao wote ni wakora. Hakuna mtu hapo anakudanganya, wote ni wakora. Na wewe utakuwa one term, unaenda nyumbani next year. Kama unafikiri nadanganya, kwenda andika mahali utauzana next year. Ruto anaenda nyumbani watangu. Hayuko. Usijidanganye. Ruto is one term. Tumeelewana? Ameenda. Na akienda, kuna wenzangu walikuwa wanasema Ruto akienda nyumbani watamshtaki, tunamshtaki kwa nini?
Yeye wacha tu afanye, alikuwa rais wetu, astaafu, hand over, aendelee kufanya kazi yake kama namna gani? Afanye ukulima kama ukulima wengine, afanye biashara kama wengine, na hii serikali itamchunga, si ndio? Mimi namuomba aanze kuandika speech ya hand over. A very brief speech, asiandike mingi sana matuna wakati ya kusikiliza. Brief speech ya kusema mimi nimekubali, wananchi wametoa sauti, asante kwa ile muda mlinipatia kuhudumia na watakia kila la nasema kongoi. Ama namna gani? Na hii sauti yangu watu yangu Kalwenge mutaisikia. Mahali mambo inagawanyia watu yangu mutapata. Na watu wangu ni wote, Waluya, Wakale, Wasabaot, Wachaluo, Wakikuyu, nyinyi wote ni watu wangu. Na kama nyinyi Wakale mnakataa mimi kuwa mtienu, nikikuja na chakula nitawalisha na nguvu. Umeelewana? Mimi mama yangu alikuwa akikupatia uji. Akupatia uji nakataa kunywa, na uji hajanao mkono. Anaweka uji hapo na anakufinya mapua. Ukilia hivi kuuji na ingia kwa tumbo. Hata hii maendeleo nikikuwa rais nitawaletea by force. Ama namna gani? Kwani nikileta lami hapo mtakataa kutembelea? Mtakanyaga. Nikitoa mambo ya school fees mtasema lazima mlipe. Itakuwa imetoka na vai nini? Nikiajiri watoto wenu mtakataa. Hiyo ndio Kenya tunataka, Kenya ambayo haijalishi ulizaliwa wapi, mama yako anatoka wapi, baba yako anatoka wapi. Kama ni Mkenya uko na haki kama Mkenya mwingine. Sasa wacha wakuja wanishike. Nikimalizia watu yangu ili niwapatie mbegu, si ndio? Wale watu ambao wanatembea hapa wakitafuta kura wanataka kupiga na tembea. Sisi tumesema tuwataji majina. Ama namna gani? Watu wa Kimini waniambia tuwaite na Muniogolo. Mnajua na Muniogolo? Wakiwaita mkutano, mnasema tunaenda mkutano ya na Muniogolo. Mkitoka kwa mkutano, mnasema tumetoka kwa na Muniogolo, umetupatia maharagwe. Tumeelewana? Msiwahi kuwajiita majina hata watoto wenu wajue tu jamaa anaitwa na Muniogolo. Tumeelewana? Wanaitwa namna gani? Wanaitwa namna gani? Wacha wenda ambie Ruto na Muniogolo na maanisha nini tuone. Ngumu kusema. Haya sasa mimi nataka tupige tawe. Si ndio? Maana sisi kila mtu anachunga kwake. Kalonzo anachunga kwake, Matiang'i anachunga kwake, Rigiji anachunga kwake. Na atembea mimi nachunga Western na Rift Valley, ndio kazi nimepewa. Ndio unaona mimi naongea hivi. Na watu wa Rift Valley msineti down. Vihiga wamekubali, Kakamega wamekubali, Busia wamekubali, Bungoma wamekubali, Trans Nzoia wamekubali. Na kila mahali mimi nimefanya kazi, Narok, Transmara, Laikipia, wote wamefanya nini? Wamekubali. Isiolo wamekubali. Juzi nilikuwa na Nyahururu. Mliniona huko? Wamefanya nini? Yenye watu ni Kalwenge mtakataa kwa nini? Na mmeona Kibet leo nimekuwa kule Statunga, MCA wa huko. Anaitwa Murray. Akaamuka akasalimu amri akasema yeye ametoka kwa UDA. Nimekuja nimepata Kibet hapa. Kibet amesema natembea lazima tutembee pamoja. Ndio huyo. Ama ninachoma. Haya, funga wacha tufunge. Wacha tufunge. Nikisema mnafanya pap, si ndio? Mnasema nini? Haya, wacha tufunge. Na by the way, ukikuwa hapa na ufungi, hii tawe tunafukuza mashetani. Maana kuna kitu kizuri ambacho tunasema ni tawe, si ndio? Ni mambo mabaya tunasema tawe. Kama uko na koti hapo na usemi tawe, hiyo mapepo ingie kwa koti yako, si ndio? Haya, funga. Haya, umaskini, ufukara, mapendeleo, ukabila, Ford Kenya, Wetangula, UDA, umaskini, nyinyi mko chonjo sana. Sasa watu wangu, mimi nimekuja na mbegu hapa karibu lori 3. Si ndio?
Hiyo lori 3 inatutosha sisi wote. Mimi nataka wanaume mkwe wangwana. Wale ambao tumefanya tukakaa kule Jabarusi kidogo, walisumbua kupanga line, wanaenda mahali lori iko, wanafinyana hapo. Hii kitu mkipanga line ionekane straight namna hii, haijalishi kama uko mbele ama uko nyuma, kila mtu atapata nini? Mbegu. Na uwezi toka hapa kama una mbegu. Hata nimetuma lori nyingine inakuja kusimama tu hapa just in case. So watu wasikuwe na watu tumeelewana? Mimi naomba hivi, wanaume wote ambao wako pande hii wote, wanaume wote twende pande ya chini.